Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku ya leo ndio siku ya wiqaya. Tuko hapa Piara ndani huko, kama unaposikia vitu vina dua zinaendelea, na mwalimu katoka ndani. Unaizungumziaje mwalimu wiqaya ya leo? Wallahi, wiqaya ya leo ni wiqaya ya aina yake sana, hasa ukiangalia sura za watu namna zilivyokuwa na furaha, lakini pia ukiachilia mbali furaha waliokuwa nayo na yale ambayo wamekutana nayo kutoka kwa kijana huyu mdogo katika mataifa. Mwanzo wa mazungumzo yake ameonyesha wiqaya ilikuwa imeahirishwa takriban mara 4, hatimaye leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu imekuwa imefanywa. Jambo hili limewafanya watu waone kipaji na uwezo wa huyu mtoto ambao Mwenyezi Mungu amempa, namna ambavyo aliweza kuyasimamia yale awali katika kuelekea wiqaya. Mara moja na nyingine wiqaya imefana sana na bado inaendelea, hata ile tukio la mnyama bado halijafikia hatua yake. Na wakati huu tunaona watu wanazidi kumiminika ndani, yaani watu wanazidi kumiminika, watu wana furaha katika wiqaya hii ya siku ya leo. Wana furaha mno, na mnamuona mwalimu waziri huyu bwana, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kamjalia hikma sana. Mwalimu waziri, asalamu alaykum. Mwalimu waziri, unaizungumziaje wiqaya ya leo na watu walivyoipokea? Kipekee sana, yaani unamaanisha kusema sana mpaka lile kongamano la mada limefunikwa haswa. Ya ndugu zangu Waislamu, huyu ndio Sharifat Haitham, msikebei. Sharifat Haitham, Mwenyezi Mungu kampa vitu vikubwa, kampa makarama. Jamani, tuelewane. Kuna watu wanasema Sharifat Haitham ana maajabu. Hebu jaribu kuwaweka wazi au kuwaelewesha maajabu tunapojua wanayo mtume, na sisi tunapojua au matangazo aina mbalimbali. Sharifat Haitham ana makarama. Hizi makarama ni nini na maajabu ni kitu gani? Makarama na maajabu ni vitu viwili tofauti, kwa sababu maajabu anafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao wakapewa karama anapewa mja yeyote kulingana na Mwenyezi Mungu atakapokuwa amekadiria. Jambo la msingi tunaloweza kusema kwamba umri wa Sharifat Haitham ni miaka 8, na umri wa miaka 8 leo ameorodhesha dua zaidi ya 7 zitakazokuwa zimefanyika leo, lakini kongamano hili litahitimishwa na dua maalum ambayo yenyewe ndio itakuwa imebeba ubaya sana. Na mnamuona mama yake Sharifat Haitham, kwa wale ambao walikuwa hawamtambui mama yake Sharifat Haitham, siku ya leo ana bashasha. Yupo katika wiqaya. Jamani, dua ya wiqaya, alhamdulillah, kuna watu wengi, tutaenda kuwaonyesha ndani. Kama unavyosikia sauti, Sharifat anamimina dua, anamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tutasikia mawili matatu ya mama yake Sharifat Haitham. Usitake kumtambua jina lake, ila jua ni mama yake Sharifat Haitham. Mama yake Sharifat Haitham, salamu alaykum. Tunaona katika dua ya wiqaya watu wengi sana wameitikia, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wewe kama mama wa Sharifat Haitham uliombeba mtoto huyu miezi 9 tumboni, unajisikiaje unapoona mtoto wako anaendesha kongamano ama dua ya watu zaidi ya 2000? Faraja. Na unapokeaje maoni ya watu wa aina mbalimbali? Wanasemaje? Wanashukuru. Jamani, mama Sharifat ana furaha mpaka anashindwa kujieleza. Inshallah, basi nitakuomba unifuatilie mwanzo mpaka mwisho, usiache kusubscribe channel yetu ya Wawakilishi TV. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa taasisi ya Sharifat Haitham, mwenyekiti. Jamani, kusema mwenyekiti, hata kama una sofa, mheshimu mwenyekiti. Jamani, huyu ndio mwenyekiti wa taasisi ya Sharifat Haitham Foundation. Kama nimekosea kwa Kiingereza mtanirekebisha. Sharifat Dua Center. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wema kabisa. Kweli. Umepambana. Vya kutosha sana. Jambo letu
jambo la ukaya. Dua kubwa. Waizungumziaje unaongozwa na mtoto mdogo minane, jambo la kushukuru Mungu. Alhamdulillah. Kwa Tanzania yetu hii ni jambo la kushukuru sana na ni faraja kwa Watanzania wote. Naona ni mtoto ambaye habagui dini. Ndio. Yani unamaanisha kwamba Waislamu anawafanyia dua na wasiokuwa Waislamu anawafanyia dua. Na wote kwa pamoja anawafanyia dua. Allahu Akbar. Umeona mtoto huyu alipokuwa na mambo makubwa. Yani wewe ukiwa Muislamu unafanyiwa dua. Kama si Muislamu unafanyiwa dua. Jamani ndugu zangu, karibuni sana kwa huyu mtoto msharifa. Naam, na pia ni mtu ambaye anapenda amani ya nchi yetu. Tumeona kuna kipindi fulani aliombea nchi amani, kipindi kwa katika yale majanga fulani hivi aliombea nchi, na Mwenyezi Mungu alhamdulillah, wapo waliombea nchi na yeye pia akawa mmoja wapo, na Mwenyezi Mungu akasikia kilio chetu kubali sana. Na mtoto huyu kuna kauli yake moja alisema anatamani kuonana na rais wetu Samia Hassan. Hicho ndio kilio chake kikubwa. Basi inshallah basi kwa nadhani pepo hii itakuwa inamfikia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sharifa kilio chake kikubwa ni kuweza kumfanyia dua rais wetu, mama yetu mpenzi. Ana kauli yake mbiu inasema na wasalimu kwa jina la Muungano. Sisi tunasema kazi inaendelea.